Your Excellency, kwa ruhusa yako, kuna chairman wa welfare na chief. Mheshimiwa Odhis ameniambia nyinyi nikiwasahau itakuwa bala. Chairman na chief wa welfare, tafadhali simameni mpungie watu hewa. Asanti. Si hao wazee ni wazee wazuri? Si wako sawa kabisa? Asanteni sana. Na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Odhis, na nyinyi watu wa kahawa sukari, kahawa wendani, si tulisema tunapenda governor? Si mlisema mnapenda Mheshimiwa Governor Kimani Wamatangi? Na si tumesema leo anapanga kazi acheze kama ye? Harambe! Harambe! Kwa heshima na taadhima, Your Excellency, nikukaribisha ili uweze kunena na watu wako. Chini. Haya, wanakahawa sukari hamjambo. Wanakahawa wendani hamjambo pia. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu kila mahali ambapo mtu hapo. Asanteni sana. Ati mmesema mlikuja saa ngapi? Saa ngapi? Saa 2. Kutoka saa hiyo saa 2 Odhis alikuwa hapa. Na Imbala alikuwa hapa. Waliwapanga hata maji ya kunywa hawajapanga, walikuwa wanagojea Wamatangi na nyinyi mkakubali. Sasa basi mnashindanga nao, mnashindanga na Odhis. Kwa hivyo yeye amelipa deni yake na huyu Imbala amelipa deni yake, bado hajalipa. Kwa hivyo hata wakati mimi nalipa yangu walipe yao, ama ni aje? Si ndio? Si kila mtu anabebanga msalaba yake? Haya, sawa sawa. Otherwise simko sawa. Mimi naona leo mmechangamka sana, ama ni kufurahia vile leo tumefika hapa. Asante. Nataka nimshukuru mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Odhis Power. Unajua Odhis ni jamaa mzuri. Si nimewambia mambo ya Odhis mara mingi. Odhis ni jamaa wa maana. Na ile kitu mimi niliwaambia napendea Odhis ni kitu moja tu. Odhis anasemanga mambo vile yalivyo. Hata kama iko namna gani, yeye anasema kama ni mbaya, ni mbaya. Ama namna gani? Tena ya pili, Odhis anajua kujipanga mzuri, anakuanga jamaa, anakama kama Mjaluo wa ukweli. Ama namna gani? Unaona ameng'ara namna gani? Anakuanga ameng'ara mzuri. Kashati yake anakuanga anatengeneza, inapigwa pasi, katroza kako sawa sawa na kakiatu kana shine. Na uzuri naye anasema anataka kahawa sukari pia ishine namna hiyo. Ama namna gani? Sasa kwa hivyo huyu jamaa huyo Odhis wetu tunakaa na yeye, na mimi nimepanga kazi na Odhis. Sasa naye naona ameleta mpaka Imbala. Na Imbala naye amekuwa sawa sawa. Ama namna gani? Hata kama Imbala naye ni kijana mchanga mdogo, lakini pia naye kazi ameshika sawa sawa. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo nataka niwaambie hao jamaa wawili mimi tutafanya kazi nao. Tumepanga kazi ya hapa kahawa sukari na kazi ya kahawa wendani. Hiyo barabara yenye Odhis Power ameuliza hapa, hii hapa Baringo Road, barabara hizo zingine tumepanga naye karibu barabara zingine 7, tutafanya vile tulifanya hata hizo zingine. Na nimemwambia hatutamaliza wiki 3 kabla tujaanza hii ya Baringo Road. Kama hiyo ndio anaogopa sana, tutaanza na hiyo alafu tuende kwa hizo zingine. Ndio sasa basi yeye akikaa nyumbani anakula chakula inafika kwa tumbo. Nimeona ameanza kukua na wasiwasi ati mnaweza kutuma yeye nyumbani, shauri hiyo barabara. Hiyo nitatengeneza. Ya pili,
mjue hapa Kahawa Sukari tulipanga na yeye, nimesema hapa hakuna mahali utatembea Kahawa Sukari tena uwe unapatana na giza. Nimepanga mataa mzuri ya kila kona ya sola ambaye tutawawekea kutoka ile wiki, wacha hiyo wiki ingine. Tunaangalia kama ni barabara ile ingine zote tunaweka. Hapa mahali ambapo tumesimama, tulisikilizana hapa mahali watu wetu wa matatu wanabebea, wananchi wanafanya kazi yao hapa. Mimi nitakuja nitanyorosha hii mahali mzuri tutengeneze, alafu watu wetu wakae mahali safi. Ama namna gani jamani? Tukitengeneza, alafu nimesikia unajua siku ile Odhisa alichaguliwa, alinipigia simu saa 8 ya usiku akiwa ako Nakuru, akaniambia wewe gavana wangu, tafadhali jaribu ukimbie huko Kahawa Sukari. Namuuliza nini? Ati ofisi yangu imebomolewa mpaka na choo ya wananchi zote zimebomolewa usiku. Sasa saa hizo nikajaribu kuitana hapa, lakini wenye tuliita hawakufika haraka. Sasa mimi nitahakikisha kwamba tumewarudishia choo ya raia hapa ile inayofaa. Na kwa vile nyinyi mnajua mimi mambo ya wizi nilikataa. Ama namna gani jameni? Na saa zingine mkisikia tu Wamatangi anachapwa kidogo, ninachapwa shauri ya hii mambo ya wizi, kusema hakuna wizi wa mali ya umma na ardhi ya umma. Sasa mimi hapa nilisema unless nione stakabadhi za ukweli kulingana na zile record zetu, na huyu chairman wetu wa community walikuja kwangu wakiwa na kamati yao yote, na wakaniambia ya kwamba hapa tuna shida kwa vile mahali limejenga hospitali yenu ya hapa Kahawa Sukari na imeisha, ilikuwa imenyakuliwa na watu wamekataa nayo. Niliingia hapo nikasema tunahudumia wananchi, tunajenga hospitali, sasa tumemaliza. Hapo tumesema kwa hiyo uwanja nitaenda tuwajengee ofisi yetu mzuri ya chief, tujenge mahali mzuri ya administration. Alafu hapa tutatengeneza mahali ya umma ambayo inakuwa ni bus park yetu hapa ya watu wakiwa wanasafiri. Tuhakikisha kwamba kama ni mahali hapo kuna choo nzuri, hapa hiyo choo inatumika ni ya umma. Kwa vile kama mahali ilikuwa ni ya wananchi, hata kama ni miaka 30 imeisha, bado ni ya wananchi. Ama namna gani jameni? Na unajua mimi nilisema kwa vile mlinichagua nikiwa sina mambo makubwa. Sasa sitaki ati nijifanye nikifika hapa ati ninakuja kupanga na watu ati nikatie kidogo na mimi nijenge flat ati nikule yenu. Wacha nitafute yangu kwa jasho. Ama namna gani jameni? So sasa hiyo tutafanya. Hapa unajua Odhis anakuanga tu na shule moja tu ile ya Ndiini. Aliniambia nimjengee shule ya watoto ile ya ECD, nikajenga na nikamaliza. Huyu Imbala naye ako na shule moja ile tu ile yetu hapa ya Wendani ile, naye akaniambia nimjengee shule, nikajenga. Sasa ile mpango tumepanga kwa vile hapa hakuna shule nyingi na kuna watoto wengi. Hapo kwa shule ya Imbala nimeongeza shule ingine, tutaongeza tena ECD ingine. Hapa kwa Odhis tena naye tutaongeza ingine, ndio watoto hapa wasomee mahali moja. Tuko sasa jameni na hapo? Alafu tena kutoka hapo tupige hatua mbele. Vile Odhis amewaambia mambo ya maji, hata hapo kwa Imbala ni same. Tulisema hapa mambo ya ile shida ya maji ya wananchi wetu tunamalizana naye. Maji tulingangana ikafika mpaka hapo. Mimi ndio nilianzisha hii kesi yenu ya kuhakikisha kwamba tumelete maji kutoka ile inatoka huko mahali kunaitwa Karemenu ifike hapa, na tukakataa ya kwamba maji ipitishwe hapa, isemekane imepelekwa Nairobi na nyinyi hamna maji. Sasa najua maji inapatikana na wachache ambao hamna maji, tutahakikisha kwamba mifereji na maji imewekwa kwenu. Ya 4 ni hii mambo yetu mnaona ya sewage. Na hapa mnajua mbeleni hapa imekuanga ni aibu kubwa sana. Ati watu wanaishi kwa manyumba mazuri ya kifahari, watu wengine wanafanya kazi kwa bidii na hata sewage ilikuwa inamwagika kwa barabara. Nikahakikisha kwamba tumeleta hii watu yetu ya Rujuesco tukapatia pesa. Wekeni sewage. Sewage sasa imewekwa na tutahakikisha kwamba imefika kwa kila mtu. Mambo machache ambayo yanabaki tunapangia na hao wangwana wawili. Ile kitu tu nitawaambia, vile tukiwa pamoja mimi, Odhis, tukiwa na huyu Simiu, ya kwamba nyinyi mtupatie muda tu kidogo ya ile mambo imebaki. Mmesikia nimetangaza kwa sauti kubwa kama gavana wenu ya kwamba kitu moja ambaye sitakubalisha hii kaunti yetu ya Kiambu wakati huu ni watu kuja kutuletea siasa ama sisi tukue wajinga.
ati wakati wa kazi munaenda siasa, munapiga siasa, watu wenu wako jaa. Ukirudi hapa unapata watu wale walikuchagua vile walivyokuwa ndio walivyo, na wewe umekuja hapa, kazi yako ni uongo, kazi ya mdomo, kazi ya kupiga siasa huko, ukifikiri ati kuna watu wa kudanganywa. Niwaulize nyinyi watu wa Kahawa Sukari na Kahawa Wendani, mara hii mwaka huu wakati tunaenda uchaguzi wa 27, mutakubali kufanya wajinga vile mmefanya mbeleni? Nimugaetekera gokuo ule mukua gotene tena tairimu. Ati tunachagua watu, mkichagua watu macho na siku hiyo, alafu watu wanapotelea kule mandege kusafiri ng'ambo kutafuta madeals, kutafuta mashamba, alafu ikikaribia uchaguzi ndio ule jamaa mulichagua hamjaona, hamjaongeleshana na yeye hata siku moja. Alafu ikikuja wakati hiyo ndio mtu amekuja amevunja kamia. Kujeni hapa, shika kamia. Siku hiyo ndio wanaendanga Nairobi kutafuta wale watu wa kuimba manyimbo kubwa. Wanakuja hapa wanaimbia nyimbo. Lakini ile, na nyinyi watu wa Sukari na watu wa Wendani, moja ile horo ama nataka kusikia kwa ukweli kutoka kwa roho zenu. Nema kana nemugaetekera kohenio ligi. Mtadanganywa tena. Unajua mimi nashanganga sana, ati tunakuwa hapa tunaumia kila siku, na nyinyi tunatafutia watoto basari, tunapiga laini hapa, watu wengine wanaenda nyumba. Nyinyi mnakumbuka kuna siku mzee amekufa pale akiwa anatafuta basari ya mtoto, anakanyangwa na watu. Badala ya watu kufikiria ni vipi tutaongeza hii basari itoshe kila mtu. Sasa tukikaa kidogo unapata ile uongo. Mimi nikipata mara hii mmekubali kudanganywa, nitasikia huzuni sana. Kwa vile mnaona sisi tumejikaza, ama namna gani tunajaribu kujikaza. Mimi nawaambia kama gavana wenu, mimi sina wasiwasi. Saa zingine hata mkiona mimi nimenyamaza, msifikirianga na nyamaza kwa ujinga, na sio muoga. Tuko pamoja jameni. Hapana, lazima ufanye kazi na akili. Ama namna gani jameni? So wacha hii watu wanafanya hii mambo, wanafanya hii ya madharau ya nini, mambo mingi, wacha waendelee. Yangu ya muhimu ni kwamba nikikuja 2027 tunaulizana na nyinyi maswali. Hospitali tumejenga imemalizika, iko sawa sawa? Mnasema ndio. Niwaulize, barabara tumetengeneza ziko sawa? Mseme ndio. Tumeweka mataa? Tuseme ndio. Basari ile mmekuja kuchukua leo, basari ni mwagira. Mjue kwa hii kaunti yetu ya Kiambu sisi ndio namba 1 kwa nchi ya Kenya mzima. Kwa vile basari mmenipa kazi ikiwa inapatianwa basari ya 100 million mara moja kwa mwaka. Mwaka uliopita nimeongeza hiyo basari, imefika 500 million. Mwaka huu nimeweka basari 750 million, mara 7 ya ile ilikuwa. Na ndipo mtaona saa hizi hakuna mtoto hata mmoja wa hii kaunti ya Kiambu, kwa watoto wote ambao tunapatia basari mara 5 kwa mwaka, hakuna mtoto anapata basari iko chini ya shilingi 5,000 hata akiwa ni nani ama nani. Nilipanga, tumesema ya kwamba kwa hii kaunti yetu hakuna mtoto hata mmoja ambaye ni mtoto wa single mother ama single father akienda shuleni ya boarding atapata basari chini ya 10,000. Na kama ukipata na wako huko, urudi hapa kwa Odhis, urudi kwa Imbala, nitahakikisha umeongezwa. Kama mtoto wako boarding upate 10,000, mtoto aende asome, kama wewe ni single mother ama single father. Nilisema mtoto ya yatima ambaye hana baba ama mama akienda shule, huyo mnipatie, nitasomesha mpaka amalize university bila kumuuliza swali. Ndio tuseme tunatengeneza hii kaunti yetu. Nyinyi mnajua watu hapa Sukari, miaka 2 ambaye mmenichagua, miaka 2 tu nilipata hapa kwa mashule yetu yote mzima kwa kaunti, mashule 524, hakuna hata moja ilikuwa imejengwa shule ya watoto. Miaka 2 nimejenga mashule 312 na kumaliza. Mwaka huu ninajenga mashule 178, nitamaliza Disemba. Hivyo ni kusema tukifikia mwezi wa 4 next year nimemaliza mashule zote. Munaelewa ya kwamba watoto wetu shianashianyu, mtoto yote ambaye anaenda kwa shule hizo nimejenga, kila siku watoto 60,000. Hakuna mtoto ambaye hakunywi maziwa siku ya Alhamisi, hakuna mtoto kila siku hakuli mayai, na hakuna mtoto kila siku hakunywi uji ya vitamin. Munajua kwa hizo watoto wote 60,000 kwa hii kaunti, wote nimewanunulia vitabu za mwaka mzima, ziko kwa shule. Tuko pamoja jameni? Yes. So sasa mimi napanga mambo ndio hii kaunti yetu ikuwe mzuri. Kwa hivyo najua tutaendelea mzuri na kazi iwe sawa sawa. Sasa si mumeona hawa wadosi wengine hapa wako hapa, pigieni Esther makofi.
Siesta amefanya mzuri kututembelea, na Waiganjo mpigieni makofi. Sasa tunasema tunatembea polepole mpaka mwaka wa 2027 ndio tunaanza kuchapa siasa, ama namna gani jameni? Tukienda namna hiyo sisi tutakuwa werevu, kwa vile hii kaunti yetu itaendelea. Kwa hivyo sasa, vile nyinyi mmesema ati leo mmejiandaa kutoka asubuhi hamjakula na hamjapangwa na mtu yeyote, sasa mwache niwapatie cheki ya basari alafu tupangane, ama namna gani? Sasa wewe leta cheki ya basari hapa tuone. Haya, so cheki yetu yote ya basari ili ya sukari na ndani imechanganywa. Haya, cheki zote za kahawa sukari ndio hizi hapa, ziko hapa. Haya, na niko na cheki moja hapa ya shilingi 30,000 ya watoto ambao wanasoma Githurai Mixed Secondary kutoka hapa sukari. Kuna mzazi hapa ako na mtoto ambaye ako Githurai Mixed Secondary. Hemu shaliwe na mwana thamaga Githurai Mixed we haha. Haya, wapi kamati ya basari ya hapa sukari? Haya, kujeni hapa. Okay, wapi wanakamati wa sukari? Haya, tuangalie hapa. Nimesema hakuna mtoto yeyote anapata basari iko chini ya shilingi 5,000. Sasa wewe mwanakamati wa basari, angalia watoto wote nimepatia basari ndio hawa. Utasema kama kuna mtoto yeyote umeona amepata pesa iko chini ya shilingi 5,000 kwa shule hiyo. Kwa sababu ya media umechukua vizuri. Ya kama na asante iko kuambia sawa. Thank you. Basi naomba mchungaji wa kuja kuongea na maombi. Sasa ndio kwa vile tutafanya mchungaji kwa post. Sawa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Wananchi wa Kahawa Wengani na Sukari, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa ajili ya msaada mkubwa kwa wadau. Majina yangu naitwa Apostle